Asante sana Governor. Askofu Charles Silitwa na viongozi wote wa kanisa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto, magavana ambao wako hapa na viongozi ambao wametambulika wakiwa hapa na wale ambao pia wako katika kanisa siku ya leo, nyote nasema hamjambo. Mirembe. Mirembe jirivugana. Mirembe ja Nyasaye. Mirembe ja President William Ruto. Asante sana. Mimi sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu nataka tupeane nafasi ya kutosha kwa rais wetu ili azungumze nasi. Lakini nitagusia tu mawili matatu alafu nimwalike. La kwanza, Bishop, mimi nakulenga. Nitakuja kwako. Umejitetea? Nataka tu niseme hivi. Wakati kiongozi wetu Shinali amezungumza hapa, amesema kwamba president ana shida. Ni ukweli. Lakini kama viongozi nataka tubadilishe our language. Ni lazima tueleze watu tuna shida. It is not a personal problem to the president. It is a collective problem to the Kenyan people. Hii ni message kubwa sana mkisikiza. Kwa sababu tukisema ni problem yake, basi wakati wanazungumza ushuru, watu wanasema ni ushuru wa Ruto. Akisema tujenge nyumba, wanasema hatutaki muradi wa Ruto wa kujenga nyumba. Wakisema tunataka universal health care, watu wanasema sasa hiyo ni personal ya Ruto. It is not personal. It is collective. Mheshimiwa Malala amezungumza hapa kuhusu mambo ya elimu. Katika harakati za campaign za Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, alisema kwamba anataka tuzibe ile pengo ya walimu ambao wameajiriwa kwa sababu watoto wetu wanahangaika. Na akasema kwamba during his first term anataka tuongeze walimu at least 30,000 new teachers. Wewe ukikataa ushuru, what are you saying about those additional teachers who are supposed to be employed for the benefit of our children, and how will they be paid a salary? That is the question. Tunataka CDF. Wajumbe wetu wanahangaika, hawajapata CDF kwa muda. How are you going to get CDF if you do not ratify the taxation measures? Sisi tuko hapa. Na mimi nilikuwa nazungumza na Rais. Mungu amenibariki, nimemaliza kusomesha watoto wangu. Na kuna wengi hapa wana hiyo, lakini kuna wengi zaidi ambao bado wanasomesha watoto wao. They are the majority. Wale tumemaliza ni wachache. Lakini mimi nataka niulize wa Kenya na Waluya ambao wako hapa haswa. Je, kwa sababu mimi nimemaliza kusomesha watoto wangu, tunaimaanisha kwamba ukiniambia njoo tujenge shule ya Kakamega High School, mimi niseme msiniletee story, mimi nishamaliza wangu, wachana na mimi? Hiyo ni kujenga taifa kweli? So, ikiwa Musalia ana nyumba pale Mululu, pahali Mama Hana aliniwachia, lakini kuna dada yangu, kuna ndugu yangu kule Kibira, kule Trans Nzoia, kule Kisumu, naye hana nyumba. Kwa sababu mimi mama aliniwachia nyumba, sasa niseme msiniletee
kwa sababu sitaishi kwa hiyo nyumba Kisumu. Haya ndio masuala nyeti ambayo ni lazima tufikirie ili tuwe watu wa kujenga taifa letu. Kwa hivyo nawasihi sana, tukienda mbele, let us have this sense of responsibility to the nation, because that is the only way we can change things in our country. Na haya yote, it is collective. Na mimi nataka niwaambie kwamba the president is also doing what he can. Kuna wachache hapa, mimi nikiwemo, tumepata nafasi kufanya kazi kupitia kwa mkono wake. Wengine wamekuwa hapa, wengine hawako hapa. Lakini nikitaja tu wale wako hapa, mambo ya kesi ikikwisha, kuna mazuri kwa Beno Washale. Kuna Jacqueline Mwenesi. Nasikia kuna Anne Wanjiko karibu, yuko hapa. Kuna wale wakurugenzi ambao pia wamepata nafasi. Wenye viti kuna Wamatsi. Kwa wakurugenzi hapa kuna Connie Lusweti ambaye ni mwenyekiti kwa Kenya Ports Authority. Mheshimiwa Shikuku nadhani ametunukiwa juzi. Posho ametunukiwa. Swadi ametunukiwa. Echesa ni mwenyekiti. Immaculate Shamala ametunukiwa kama director wa insurance. Bunyasi ni mwenyekiti wa Vision 2030. Sasa atatuongoza kuangalia Vision 2060 tukienda mbele. Ndio hiyo. Lunani ni mwenyekiti. Haya, Atingo ni director. Kuna mama wetu Hadija Nganji, revenue allocation, nilimuona tukiwa kule airport. She's around somewhere. Kuna PS Susan Mangeni kutoka Busia, yuko hapa. Malulu ametuma apology, yuko New York kwa kamati ya elimu. Anangwe pia alikuwa amesafiri Nairobi, anapanga kuwa na mkutano wake wa kwanza wa chairman of the University of Nairobi Council, the mother university in Kenya. Anangwe is the chairman, mtu wa hapa. Na mmesikia mambo ya Beatrice. And I can tell you, nikitoa apology ya Senator Wetangula ambaye amesafiri kidogo, tumekaa and we have spent some quality time, not once, several times, na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. And I can tell you that there are some very significant appointments lined up, but there is a process, and the president is a man of his word, and we shall see those appointments falling through and coming through in a short while. Siwezi taja. That is why I took the oath of office, kwamba nitalinda siri la baraza la. So I will not disclose, but when the president's agenda is ripe, the matters will come out. So mimi tu nataka niseme kwamba let us be solid behind the president, because it is not his personal problem. It is our collective problem. That is where we are. But Bishop, you have also made a very important statement. What is the sense of occasion? Wakati tunazungumza, wakati tunakuja mbele, what is the sense of occasion? When you go to a funeral, do you go to condole,
or do you go to create chaos at a funeral? What is the sense of occasion? And Your Excellency, let me also take pride in being somebody from Ingo. Today, I want to say that the level of maturity that has been displayed by the leadership of Kakamega is amazing. It is first class. It is excellent. Whether you are from the left or the right, this time they have come together and they have spoken with one solid voice, with dignity. And that is the Kenya that Mheshimiwa William Samoei Ruto stands for. Ladies and gentlemen, it is in the church, but it is now my honor and singular privilege to invite His Excellency President Dr. William Samoei Ruto aje amsalamie na atoe ujumbe wake. Asante sana Rais.